nangekewa, usiku silali, naumia na mapenzi, mauza nzito, lakini moyo haujavunjika. Nangekewa, usiku silali, naumia na mapenzi, mauza kekewa. Maisha ni kitendawili, tega lakini huwezi tegua. Eti ule mzani kuwa ni kicha, leo umegeuka kuwa fumbo. Msaada kwangu hakika, mtoweza kumwona kicha, muokota makopo omba. Lakini yote ni dunia inazunguka ndani ya walimwengu wasiokuwa na wema. Hakika kicha na baya inanifanya nione hii ni ngekewa, na moyo unachemka nikishika njia hii. Hii ni ngekewa na macho yanalia, lakini bado nasimama. Ile nayo nangekewa, usiku silali, naumia na mapenzi, mauza. Mimi ndo mwenyekiti wa hili eneo au ndo rais wa eneo hili, na wakazi wangu wote mimi nawafahamu. Wanakuja nyumbani kwangu kwenye kitabu wanaandikisha wote nawafahamu, lakini wewe ni mgeni sikujui, na ndio nakuuliza unaishi wapi na unatokea wapi. Si kistaarabu tu binti yangu. Huwezi tu kumuita mtu ujue alikotoka. Wewe kama nani? Binti, mbona tutakuwa tuelewani? Mimi naitwa Michosho Under 14. Mimi ndo rais wa hili eneo, ndo mimi hapa. Sasa nimekufuata kistaarabu na kuongelesha. Sasa unaona kama unaanza kunijibu tu mambo hata elewe. Kwa nini unakuwa hivyo? Havihusiani. Kwanza mimi unifahamu mimi ni nani? Sikiza nikwambie binti, sasa nimekuwa mpole, nimekuwa mstaarabu, naona ustaarabu hutaki. Mimi nimetoka Ngende Mwanakuliwa, si umenielewa? Yaani mimi nitakufanya kitu kibaya. Sasa ninachokwambia, uje nyumbani kwangu mwenyewe kujisalimisha. La sivyo, nitakuhamisha katika ile eneo. Hivyo wewe, mimi nilikusaidia chakula tu, sio kunifuata, na sitaki kabisa uendelee kunifuatilia. Sihitaji ukae nyuma yangu. Sina urafiki na watu kama nyie, machokora msiojielewa. Hapakuwa na mwanadamu aliyetazama kwa huruma na kutambua kwamba mimi nina shida ambayo kila mwanadamu anahitaji kuipata. Sina sehemu ya makazi, nisaidie. Huwa sina mazoea kabisa na watu kama nyie, machokora msiojielewa. Hivi kweli wewe una wazazi? Maana nikikuangalia unatia huruma. Sasa hizo huruma zako usiniletee mimi. Mimi ni mtu tofauti kabisa na wewe, na huwa sipendi mazoea.
unanifuatilia? Una shida gani na mimi wewe? Sikiliza nikwambie wewe chizi. Kaa mbali na mimi. Nimekwambia sitaki urafiki na wewe. Hivi Mchomoko, jana tulipokuwa mgawani, kuna mwanamke mrembo aliingia pale, akaenda kwa kwenye meza fulani hivi, alafu kuna kichaa ambaye ananuka matope, mwokota makopo, akaenda kukaa naye meza moja. Kile kitu kinanichanganya sana mimi mpaka sasa hivi. Nahisi kuna kitu gani hapa katikati. Hivi Jordan, ushawahi kumuona yule mwanamke siku tofauti na jana, sehemu yote ile? Maana kujua wewe. Ile ilikuwa ni mara yangu ya kwanza namuona. Hivi wewe una shida gani? Au unanitafuta nini? Nimekwambia usinifuate, lakini bado unaendelea kunifuata. Hebu niambie, shida yako ni nini hasa? Nakuomba unisaidie, sina sehemu ya kwenda, nisaidie. Basi sawa, nakupa siku hii ya kukaa kwangu. Siku ikiisha moja utajua pa kwenda. Asante sana, nakushukuru sana. Aha. Nahisi yule si binadamu wa kawaida. Uji wako ulitetemesha dunia. Milima ilitikisika, anga ilitikisika. Aliposhuka tu, alivunja kila kilichoshikamana. Yule sio mtu wa kawaida yule. Vipi bwana? Unamfahamu? Mr. Jola Limana. Simfahamu, ila nataka nimjue ni nani. Achana naye. Ila kama ana faida, nufaika naye. Karibu. Karibu. Usijali kuhusu mazingira. Jana nilikuwa na happy birthday yangu. So, usijali. Karibu. Karibu keti. Nakuja.
Sio mbaya. Sina nia mbaya na yeye, ila nataka nimfahamu tu. Achana na hivyo vitu bwana. Usikomaze kichwa kwa vitu ambavyo havina faida kwenye maisha yako. Fanya vitu vyenye maendeleo. Usikomewa bwana. Haya, hapo tu. Niliona nikusaidie kufanya usafi. Chakula hicho nilipia, nikifanyie kazi japo kidogo. Lakini umewezaje kufanya usafi kwa muda mfupi kiasi hiki? Oh, nimekushangaza. Nimejituma kwa haraka ili nikushangaze kidogo. Wow, pamependeza. Unastahili pongezi. Umenizidi hadi mimi mwanamke usafi. Siwezi kuwa kama wewe, ila nakushukuru sana. Ni mwanadamu wa kwanza kunipokea. Asante sana. Ni muonekano wako tu. Vipi? Nikuandalie chakula cha usiku? Maana mimi nimeshiba. Itapendeza ukiniandalia, maana nina njaa sana. Sawa, acha nikakuandalie. Shikamoo. Baba. Unataka kukimbia enda wapi? Mimi. Wewe ndio situkutana naye sokoni? Mimi nimetoka ngende mwanakuliwa, si umenielewa? Yaani mimi nitakufanya kitu kibaya. Sasa ninachokwambia, uje nyumbani kwangu mwenyewe kujisalimisha. La sivyo, nitakuhamisha katika ile eneo. Ulinitishia. Sasa nimekuja kukupa onyo. Usiendelee kutufuatilia. Na huu ni mwanzo. Kitakachokuja kukukuta, utajuta. Sikiliza nikwambie, acha kutufuatilia, na ukiendelea kutufuatilia tutakuonyesha. Kiku, nisikilize japo kidogo. Naomba usinichanganye na hayo maneno yako yaliyojeleje yenye matusi ndani yake. Nimekuja hapa nimeboeka, baadaye uniwazo unanikia na hayo maneno yako. Nahitaji jibu lenye usawa. Kama umepata ujasiri wa kumkataa mwanaume mwenzangu, sina mimi uweze kunikataa kwa ajili ya mwanaume mwingine. Wewe uko tofauti na yule. Utofauti wake ni nini? Kama pesa,
kipato chetu ni cha kawaida. Nahitaji jibu linalojitosheleza ili nikuelewe. Kwa hiyo niamini au? Niwe mwazi. Sina imani na wewe Kiku. Nahofiwa kuacha kama mwanamume mwenzangu alivyoachwa. Mimi mwanamke. Siwezi kumiliki wanaume wawili. Ndio maana nimekuchagua wewe. Nakupenda sana. Maisha ni kitendawili, tega lakini wezi tegua. Eti nilimzani kuwa ni kicha, leo megeuka kuwa fumbo. Msaada kwangu hakika, mtu naweza kumuona kicha. Muokota makopo omba, lakini hii yote ni dunia nazunguka ndani ya hakika kicha na baya.